Unajua najiuliza hizi siku 2-3 sijamuona kabisa. Mpaka jana nasema makopo yamejaa. Gumu yuko wapi aje kuchukua makopo? Inasemekana Guni yuko polisi sasa hivi. Pole? Yupo polisi. Guni yupo polisi. Guni sio mkorofi. Sio mwizi. Ana tabia mbaya. Niambie polisi kaenda kufuata nini? Inasemekana alikuwa na msichana ndani. Na yule msichana amekufa chumbani kwake. Mama. Mume wangu, unajua hiyo kesi kubwa sana. Yaani umeniambia mpaka natetemeka. Yaani, Mungu wangu. Sasa inakuwaje? Nimepewa taarifa ile jambo lipo kwa mwenyekiti. Kuna fikiria kwenda kuonana naye nijue nini ambacho kinaendelea. Kumbuka kwamba mwenyekiti ana kesi kibao za kushughulikia. Ili la Guni tena alishughulikie. Hivi unadhani ni leo? Aache kufanya kazi zingine zote aanze na Laguni. Unampoteza rafiki yako. Sio vizuri mume wangu. Mimi nilikuwa nategemea wewe ndo wa kwenda kumfuatilia Guni kwa sababu wewe ni kama ndugu yake. Mimi sijapenda. Kama huwezi kwenda kumfuatilia, mimi nitaenda mwenyewe. No. Ngoja nikwambie kitu. Kitu ambacho kinanifanya kunivutia zaidi kwako ni kujali kila tatizo langu. Kwa naomba usikasirike. Kwa nini mimi nakasirika? Mimi sikasirike. Mimi naaminigi mume wangu siku zote ni mshindi. Hujawahi kushindwa jambo. Kwa hiyo hata ile utashinda tu. Huu ni wakati wangu wa kwenda kwa mwenyekiti. Alafu nitakachojua kila kitu nitakuja kukuambia. Sawa, uende kwa mwenyekiti. Lakini mimi naamini ukienda mwenyewe kulifuatilia hili swala litakuwa rahisi. Lakini ukisema tu umtegemee mwenyekiti. Usikasirike basi. Tatizo lako wewe, unapenda kunijaza. Una lolote? Okay, mwanangu, twende ndani basi kwa pumzika. Nitangulie? Hapa hivi tunaondoka. Watu watajuaje kama tunapendana? Twende. Sasa siku nyingine hapo. Tunaona nini? Siku nyingine napita njia, unaweza kaona tunapendana sana. Twende na please baby. Kwa hiyo utakuwa. Mwenyekiti. Naam. Umefikia wapi? Bwana mdogo, tulipofikia sio pabaya. Kwa mujibu wa maelezo ya askari wale, wanasema wamepata taarifa kutoka kwa daktari kwamba mwili wa marehemu haukuwa na jeraha, kovu wala michubuko ya aina yoyote. Bali msisitizo wa daktari kasema marehemu kafa kutokana na shinikizo la damu. Unajua vitu kama vile vikitokea tena hakuna kinga wala kafara, ni boom, mtu anazima. Naona. Sasa hivi wamesema tusubiri tu, tusiwe na wasiwasi. Inawezekana bwana Guni akawa hana hatia kutokana na kwamba hakuuliwa yule marehemu, bali kafa mwenyewe tu. Kwa hiyo tunafanyaje? La kufanya hapo ni kwamba tunangoja taarifa ama maelezo ya kukamilika. Ni kwamba endapo uchunguzi wao utakuwa umekamilika na vigezo vyao vimekwenda sawa sawa, ni dhahiri kwamba Guni anaweza akawa huru. Ndio. Anaweza akawa huru mwana Guni, kwa sababu daktari atakuwa kamtetea kwamba hakuua. Kuna kijana mwenzio, kijana mdogo, umri wako, yeye ndio askari anayeshikilia hii kesi. Na yule kijana kwa kweli ni mtu mmoja mwenye tabia nzuri sana, mcheshi, mchangamfu na ana roho ya huruma. Kwa sababu Guni alipopelekwa kule mara ya kwanza alikuwa mwoga na hofu na wasiwasi, lakini kwa hekima na busara za huyo kijana
akawa anampa maneno, hisia mbalimbali tofauti kwamba asijali. Hatimaye Guni akajikuta kama vile yuko mtaani tu na ndugu yake yule askari. Na tunampataje? Wala huyu askari kumpata sio jambo kubwa ama gumu sana. Ni rahisi, kama nilivyokuambia, ni mtu mmoja mcheshi na nini. Tunampata kirahisi tu, tukienda kituoni kule tukimuulizia tunampata. Basi tunaweza tukazungumza naye akakupa maelezo yote na wapi ataishi yale mambo au yamefikia wapi. Sawa, na tunaweza kumuona? Kumuona, uwezekano wa kumuona upo, ila kwa leo utaniwia radhi kijana wangu, kwa sababu kwangu hapa nasubiri tu, kuna wageni watakuja, kuna kikao hapa kikubwa tu. Lakini leo nikimaliza kikao, kesho asubuhi Mungu akituamsha salama, wewe njoo hapa, wewe na mimi tutaongozana hadi kituoni, tutakwenda muona yule kijana. Hatimaye tutajua ama utajua nini kinaendelea au imefikia wapi. Sawa mwenyekiti, mimi nashukuru sana. Uwepo wako hapa kijijini umetufanya tuwe na amani sana. Nashukuru kwa hilo. Lakini huyu Pisingo yule kijana, mimi nafikiri akili zake kidogo zina mushkeli. Maana naona badala ya kuwa zinakwenda mbele, akili zake zinarudi nyuma. Ila kitu kimoja, kwamba hakufanya kosa kuja kunitaarifu mimi kama kiongozi wa serikali ya mtaa kuhusu yale mambo ya msiba. Japokuwa yeye sasa anasisitiza kwamba Guni kamuua yule. Sasa hivyo anavyozidi kutangaza mitaani, Guni kaua, hawezi kuja mtu tu akafa mwenyewe tu na nini, ile ndio tatizo. Lakini vinginevyo naona akili yake yule kijana sio nzuri. Mimi nilishamkanya asije nyumbani kwangu. Kumbe unamfahamu vizuri tabia zake yule? Hata Guni mwenyewe nilishamwambia uwe mbali naye, kwa sababu tatizo kama hilo sio la kumwambia yule. Kwa nini asije kwangu? Mimi sipatani naye kabisa. Kwa nini? Sasa mimi kwa tabia zake hizo nilikuwa sijamfahamu, kwa sababu namuona yeye na Guni wapo karibu sana, wanafanya shughuli zao pamoja. Mimi nikajua ni kijana mwenye tabia nzuri. Sawa, ndio nitajitahidi mapema tu, kesho tuonane. Itakuwa jambo la maana. Kwa jambo la maana ndio tunaweza kupata muda. Sawa. Mwenyekiti. Naam. Asante sana. Hongera kwa kazi. Asante sana. Mimi nashukuru pia. Nashukuru. Karibu sana. Asante. Ila napenda usiwe na hofu sana, kwa sababu mwelekeo sio mbaya. Chanzo cha kifo cha marehemu ni shinikizo la damu. Ni kwa mujibu wa maelezo ya daktari pamoja na majibu ya vipimo. Tulishafanya ni mahojiano na Guni ambaye ndio shade namba 1, na hata hivyo tulishamfungulia jalada. Kwa sasa kilichobakia ni jitihada za ndugu wa marehemu kuchukua mwili na kwenda kuhifadhi. Sawa afande. Vipi kuhusu Guni? Swala la Guni mpaka dakika hii hana hatia yoyote. Kwa hiyo ninachowaomba, siku ya Jumatatu njooni hapa asubuhi, basi mnaweza mkaja mkamchukua mtu wenu. Alafu na kingine, mnamuona hapa huyu kijana ni ndugu wa marehemu, kwa sababu wakati tunafanya uchunguzi tulibahatika kupata simu ya marehemu, na baada ya kuangalia namba zile ambazo zilizokuwa zinaingia na kutoka, tukabahatika kupiga simu, ndio tukampata huyu bwana, ndio akaja hapa. Kwa hiyo tukamwonyesha mwili pia, akathibitisha kwa kuwa ni kweli ndugu yake. Kwa hiyo nina imani mtakaa mzungumze, afu mjue mtasaidiana vipi. Sawa, asante. Basi sawa ndugu zangu, mimi ngoja niwache niendelee na majukumu. Asante sana. Kazi njema. Mimi naitwa Mtunguja, rafiki wa karibu sana na Guni. Sijui unaitwa nani? Sawa, mimi naitwa Isa, ni ndugu wa marehemu. Ana Isa, ndugu wa marehemu. Asante sana. Mimi nilikuwa hapa ni mwenyekiti wa mtaa huu
na ndio mtu wa kwanza kuletewa taarifa hizi za kifo, na ndio nilisimamia mpaka kupeleka serikali kuu huko na mambo kuendelea mpaka kufikia hapa alipofikia. Na huyu hapa bana ni rafiki mpenzi kama ndugu pia wa Guni. Sasa nafikiri tutakusikiza wewe, ndugu wa marehemu. Je, utaamua kuchukua maiti ya ndugu yako kusafirisha kupeleka kwenu, ama kutakuwa na tatizo lolote kwa kurahisisha mambo tuzike hapa alafu msiba peleke kwenu? Mimi ningeomba tushirikiane, tuzike hapa hapa. Sawa, sio mbaya, kwa sababu wewe umetambulika kama ndugu yake marehemu, na utakapokuwa umetoa wazo hilo ama amri hiyo, basi tutashirikiana na wewe tutashirikiana nawe na ndugu yako huyu, japokuwa ni ndugu wa Guni, lakini tutashirikiana pamoja, tutalifanya hilo. Asante sana, asante sana. Au unasemaje bwana? Mimi naona tutimize tu. Mbona unaona sasa? Una nini? Na nini ujue ama? Umefanyaje? Hivi wewe ukipewa chance ya kwenda sehemu ndio unaitumia chance hiyo hiyo, si ndio bana? Hivi polisi gani hiyo? Masaa 6. Polisi masaa 6, au ulikuwa na mambo yako ya ziada ya kuyafanya? Labda una mambo yako mwenyewe. Mimi nilitegemea utaniuliza ninapotoka kunaendeleaje, kwa nini nimechelewa. Wewe mwenzangu unanishtumu kabisa. Eti unajua hujanizoea hivyo, hata hilo la muhimu vile vile. Afu jua abiria, chunga mzigo wako. Sio ukipata nafasi ndio ujue kuitumia. Sitaki. Na nimenuna. Basi nisamehe. Unajua siwezi kununa masaa yote, ndio maana unajichekesha tu. Unajua ukicheka tu mimi nakusamehe. Basi bwana, za uko nzuri, njema. Guni amekutwa hana hatia. We. Asante Mungu. Hakika Mungu ni mwema siku zote. Na pia nimebahatika kukutana na ndugu wa marehemu. Na pia jingine, ndugu wa marehemu umetakikana achukue mwili, lakini tumeongea naye, imekubalika kwamba mwili tutauzika hapa hapa. Na sidhani kama Guni anaweza kuwahi mazishi. Yani kwa hili swala na kwa magumu aliopitia Guni, acha tu, hata sipoai. Yani mimi ilimradi tu atoke kule, maana kule si kuzuri. Yani naona nachukulia masiala kule mangu. Mimi ndo naogopa hatari. Yani mimi naona nikikata siku moja, yani ile nusu siku tu tanguta nishazima. Unacheka mimi wangu, wewe ndio uwezi kabisa. Yani wewe mimi ukiekwa kule, yani najua tu nikija kesho yake na ukuta mwili wa mume wako hapa, maana yake uwezi. Yani kule hakuna kuchagua chakula, kule hakuna pa kulala pazuri. Yani ukisema kama unavolala hapa katika kiwanja cha Mkapa hiki, hakuna. Kule hakuna kusema si unachezea simu, hakuna. Hamna movie kule. Wanachukulia masiala. Ila wewe ungekuwa mwigizaji hata tuzo ungekuwa ushapewa. Kwa nini? Unajua kunichemsha kidogo. Hamna sasa, unataka uhakika. Sio nimekuchemsha, nilikuwa nataka tu nijue umepitia wapi. Sawa, umepika nini? Makande. Sivyo tulipokubaliana lakini. Sasa niache nini? Haya, wewe ndio ungeweza kukajela wewe. Yaani makande tu nimepika, ambacho chakula cha mke wako kakupikia vizuri, unasema sijui tumekubaliana, unaanza kuchagua chakula. Nimepika makande. I swear to God. Tendo kaona. Hata nini? Nimepika makande. Tena nimechanganya na mtindi matamu. Ninapokujua. Njoo bwana. Wewe usitaki sababu sija kupikia makande, sinajua upende.